Help! Help! Help me! Help! Oh yeah. Here we go. Ni mwaka 1127 huko Uingereza ambako nakutana na kundi la Knight Templar wakiwa wanafanya mazishi ya moja ya kiongozi wao, na katika mazishi yao wameweka jiwe mfano wa almasi yenye rangi nyekundu pamoja na mwili wa marehemu na kuuzika kwa kufunika. Basi baada ya miaka takriban 890 waandishi wanapata kukutana na makaburi ya Knight Templar wakiwa kwenye harakati zao za ujenzi wa reli ya chini ya ardhi huko jijini London. Wanasayansi na wataalamu wa mambo ya kale wanaingia kazini na kuanza kuchukua baadhi ya vitu kwa ajili ya kufanya tafiti zao mbalimbali, ila wakati waandishi wanaendelea na kazi zao katika maeneo haya wanafuatwa na jitu moja lina ubabu wa kutosha kwa jina la Jane Henry wa pili. Jitu hili likiwa na vijana wake wanatoa amri kwamba watu wote ambao wako chini natakiwa waondoke eneo hili haraka iwezekanavyo. Ni katika eneo hili ndipo kuna siri nyingi za dunia ambazo kwa kiwango kikubwa zimesaulika ama kupotea kabisa masikioni mwa binadamu, na moja ya siri hiyo ni kuhusu maisha ya binti mfalme wa Misri ya kale, mrembo wa Maneti, ambaye alitamani sana kuwa mrithi wa kiti cha Firauni. Firauni hakuwa na mtoto wa kiume, hivyo Maneti alikuwa na imani kuwa yeye ndo ambaye anakwenda kurithi kiti cha utawala wa Misri. Maneti alikuwa ni perfect combo. Alikuwa mrembo mwenye akili ya utawala pamoja na kufahamu sana za mapigano yote, ikiwa kujiandaa kwa ajili ya kuja kuwa malkia wa Misri. Lakini kwa bahati nzuri ama mbaya, Firauni akaja kupata mtoto wa kiume, yani dume la mbegu. Kwa hakika zile sauti za kichanga zilimvuruga kabisa na Meti. Moyo wake ulipasuka vipande 100, huku tumaini lake likizama kama jahazi ambalo limepoteza matumaini katikati ya bahari, tena usiku wa manane. Alamiti alikufa moyo. Kuna mtoto wa kiume amekuja kuharibu mpango yake, tena dakika za mwisho kabisa jioni. Alamiti alifahamu na kutambua kuwa kiti cha Farao sio kiti cha kupewa kama pipi ama kupewa kiwepesi namna hiyo, hivyo akaamua kutafuta njia nyingine mbadala kabisa. Maneti aliamua kutumia nguvu za giza ili kupata kile ambacho yanaamini kabisa kwamba ni haki yake, hivyo kuingia agano na Mungu wa kifo wa Misri ambaye alikuwa akiitwa Seti, na kwa pamoja waliingia mkataba. Kimsingi mkataba ambao ulikuwa unamnufaisha zaidi Seti kuliko na Meti. Mrembo wa Maneti alibadilika na kuwa mwovu kupita maelezo, akamtoa wai Farao na kisha kwenda kumtoa wai mtoto wake wa kiume ambaye alikuwa ni mrithi wa Farao. Ila moja ya sharti la mkataba wake na Seti ilikuwa ni kupata kijana mmoja shababi wa kufanya naye tambiko ili Seti apate kuingia kwenye mwili wa shababi huyo. Maneti hakufanikiwa, kwani ndo alikuwa tu anataka kwanza kufanya tambiko lake, akaja kukamatwa na walinzi wa Farao na kupewa adhabu kali ya kwenda kuzikwa akiwa hai kabisa. Kisha mwili wake ukapelekwa mbali kabisa na Misri na kwenda kuzikwa sehemu ya giza. Mitaa ilaki tunakutana na bwana Nick Morton akiwa na Veil, mwanajeshi mwenye cheo cha sergeant, wakiwa kwenye mission ya kulinda amani nchini Iraq. Ila Nick anapewa barua kutoka kwa Henry wa pili ikiwa na maelezo kuwa pembezoni mwa mji wa Masuru kuna eneo la makaburi ambalo wanaimani kuna mali na vitu vya kale vyenye thamani. Wanapofika eneo hilo wanashambuliwa na watu ambao wako na silaha za hatari. Lengo la Nick pamoja na Veil ni kufika sehemu ya makaburi ili wapate kuchukua vitu vya thamani ambavyo viko hapo, na mambo yanapokuwa magumu wanapata usaidizi kutoka kwenye jeshi la anga. Ila wanapokuwa na furaha, ghafla sehemu moja linatokea shimo kubwa sana ambalo ndipo mahali barua imewaelekeza. Nick pamoja na Veil wanaingia matatani kwa kuingia eneo hatari bila ruhusa ya kanali, huku pia wakiwa na kesi ya kuuza mali za kale kwenye soko haramu. Jini ni mtafiti ambaye anakuja kugundua kuwa eneo hilo kuna sanamu ambazo kiuhalisia zitakiwa kabisa kuwepo eneo hilo. Anashangaa kuona sanamu zenye asili ya Misri kuwa eneo ambalo lina zaidi ya maili 1000. Kwa maagizo ya kanali, Nick pamoja na Veil wanamsindikiza Jeni mpaka chini ya shimo kutazama kuna vitu gani vya thamani. Lakini wanapofika huko wanagundua kuwa sio shimo la kawaida, bali ni kaburi, na sio kaburi la kapuku, bali ni kaburi la mtu kutoka familia ya kifalme. Akili na mawazo ya Nick pamoja na soiba wake Veil ni kubeba vitu vya thamani ili wakirudi kutoka Iraki basi wapige pesa. Jeni anaelewa lugha ya kale ya Misri ambayo waliitumia kuchora michoro, na anapoendelea kusoma anakuta kuwa sio kaburi bali ni jeneza, na kuna kiumbe kimehifadhiwa humo kwa muda mrefu kutoka enzi na enzi. Ghafla kundi kubwa la buibui linaanza kuteremka chini na Veil anashambuliwa na moja wa buibui. Nick pamoja na Veil wao kazi yao na lengo lao kuu ni kuiba vitu vya thamani. Wakiwa ndani ya shimo hilo, Nick anaanza kupata taswira za kumwona mrembo binti Farao na Meti, wakati ambao kuna jeneza kubwa limetoka kwenye kimiminika cha Mercury. Nick anashindwa kuelewa ni kwa nini amepata taswira hiyo, ila anakumbuka kuwa ameambiwa sentensi tata na Meti. Ameambiwa kwamba you are my chosen one. Jeni kwa ruhusa ya kanali wanaomba kuondoka na lile jeneza wakalifanyia tafiti zaidi pasipo kujua kuwa wamechukua mkosi ambao walitakiwa kuuacha huko Iraki. Wanaingia katika ndege ya kijeshi Nick, Veil, Jeni pamoja na mzigo wao. Ila Veil anaonekana kama yupo sawa kiafya. Ni kwa sababu aling'atwa na yule buibui kule kwenye shimo. Wakiwa angani, Nick anapata tena ndoto anamuota Maneti. Ila Veil tayari ameshakuwa mfano wa zombi. Veil anamuua kanali kwa kumchoma na kisu kwenye kifua chake. Wakiwa hawajui wala lile, Veil anamvamia Nick kwa kisu kile kile.
Ghafla kundi kubwa la ndege aina ya kunguru linavamia ndege na kupasua kioo cha mbele na injini inaharibika. Ndege inapoteza mwelekeo moja kwa moja na kuanguka. Anayepona ni Jeni pekee. Maiti zote zinapelekwa mochwari, lakini kimaajabu ajabu tu Nick bado anaendelea kuwa hai. Ni kwa sababu yeye ni Your My Chosen One mahususi kwa bibi Amaneti. Inakuwa ni maajabu eti ni kwa sababu hata madaktari wenyewe tayari walishathibitisha kwamba Nick amesha dedi. Kwenye eneo ambalo ndege imedondoka, maafisa usalama ambao walikuwa wakichunguza wanajikuta matatani. Ni kwa sababu lile jeneza la bibi Amaneti limeshafunguka na bibi Amaneti yupo huru. Kitu pekee ambacho anakihitaji Amaneti ni kupata mwili ambao uko hai na kisha kuchukua nishati yake ili aweze kukutana na Nick ili kutimiza agano lake ambalo ameliweka na Seti. Jeni elewi ambacho kimetokea kwenye ajali, kwani Nick hana alama wala jina lolote lile, na inaonyesha ni moja ya maajabu sana. Kwa kuwa Nick aliyokuwa maisha ya Jeni, basi Jeni anaamua kumwambia lengo na kazi ambazo anazifanya. Anamueleza kuwa wao ni wataalamu wa mambo ya kale ambao wanafuatilia visa vya binti mfalme ambaye kisa chake kimefutwa kwenye vitabu vya Misri vya kihistoria, na lengo la binti huyo mfalme ni kuleta maovu duniani kupitia Seti. Jeni anaamini kuwa ajali ya ndege ilikuwa bahati mbaya, bali ilikuwa ni kazi ya Amaneti. Hivyo anatoa ripoti kwa Henry kuwa kuna tatizo. Nick anaanza kuiona taswira ya Vel ambaye anamwambia ukweli kwamba Nick yupo hai kwa sababu ya tambiko ambalo Amaneti anahitaji kulikamilisha. Bwana Nick anaamua kuongozana na Jeni mpaka eneo la tukio la ajali ya ndege, ila wakiwa katikati ya safari wanasimama kwenye jengo bovu la kanisa ambalo Nick anamuona Amaneti mubashara kabisa, tena akiwa na vibaraka wake. Wanamkamata Nick na kutaka kukamilisha tambiko, ila Amaneti anagundua kuwa lile jiwe la almasi nyekundu alipo, hivyo mipango imeharibika pasipo kuwepo ile jiwe la almasi nyekundu. Nick pamoja na Jeni wanafanikiwa kukimbia kwa kutumia gari la ambulensi, lakini ajabu ni kuwa Nick anaanza kumfuata Amaneti bila kujijua mwenyewe kwamba akili zake zinaendeshwa na Amaneti bila kujua. Amaneti yupo kwenye kichwa cha Nick kwa chochote kile ambacho anakifanya. Wakiwa wanajaribu kukimbia wanapata ajali na kikosi kazi cha Henry kinaingia kazini kumkamata Nick pamoja na Amaneti ambaye wanamweka sehemu ambayo hawezi kusumbua. Nick anaingia ofisini kwa Henry na kukuta mavitu ya ajabu. Anakutana na mafuvu ya wanyama ambayo hajulikani kwamba ni wanyama gani hawa. Lakini kubwa zaidi ni kwamba Nick anatamani kuuliza kwani yupo kwenye wakati ambao anashindwa kabisa kuuelewa. Nick anaingia sehemu na kukutana na Amaneti akiwa amefungwa na anapewa taarifa na Henry kuwa Amaneti anatumika kama specimen ili wafahamu namna ameweza kukaa muda wote huo duniani. Nick hajawahi kujifunza Kiarabu wala lugha yote ile ya Misri ya kale, lakini alikuwa anaelewa kila neno ambalo Amaneti alikuwa akilizungumza, na mbaya zaidi ni kuwa mpaka hisia za maumivu ya Amaneti na Nick alikuwa akihisi hivyo hivyo. Vijana wa Henry wanaingia kazini na kuanza kutafuta jiwe la almasi ili waendelee na utafiti wao. Wakiwa London wanafanikiwa kulipata na Amaneti anafahamu moja kwa moja kwa jiwe lake limeshapatikana. Mbombo ni gafu. Bwana we. Amaneti anatumia ushawishi wake na uchawi kuingia vichwani mwa vijana wa Henry na kutoroka ili ampate Nick kumaliza tambiko lake. Wanapojaribu kuokoa maisha yao inashindikana kabisa, na Jeni anapoteza maisha huku akibaki Nick peke yake mikononi mwa Amaneti ambaye kwa sasa ndo ameshapata kisu pamoja na lile jiwe la almasi nyekundu. Kwa kuwa Nick anafahamu kuwa Amaneti bila kumaliza lile pale tambiko lake ana tena maana, basi anatumia ushawishi wake na kuiba kisu ambacho kina almasi nyekundu huku akiwa na lengo la kuvunja almasi ili wote wakose. Amaneti anajaribu kumshawishi Nick kwamba kama atakubali kuchomwa na kile pale kisu basi atabadilika na kuwa na nguvu nyingi kama Mungu, na machele akamcheza akaamua tu kujichoma mwenyewe. Nick anabadilika kabisa na kuwa sio binadamu tena. Cha kwanza na vini viwili vya macho, na cha pili ana nguvu zaidi hata Amaneti, na cha tatu kwa sasa na uwezo hata wa kumfufua mtu ambaye alikuwa amekufa. Nick anafahamu kuwa ana jukumu kubwa la kuweka usawa kwenye dunia na kumaliza mipango yote ya Amaneti. Hivyo anatumia njia ya kutumia nguvu za Seti kumuondoa kabisa Amaneti, na kisha anarudisha maisha ya watu wawili, Jeni pamoja na soibo wake Vel. Nick anajiona ni kiumbe cha tofauti kabisa, kwa hiyo anajiweka mbali kabisa na binadamu. Anaamua kubaki na soibo wake Vel kutafuta changamoto zingine za maisha sehemu nyingine kabisa. Mwili wa Amaneti unachukuliwa na Dr. Henry na kuhifadhiwa kwenye kimiminika cha Mercury ili usiweze kuharibika dhidi ya uharibifu. Bwana Nick amesaidia dunia kwa sehemu kubwa kwa gharama yeye kupoteza binadamu wake kabisa. Na huu ndo mwisho kabisa wa dubuna letu ili hapa. Chao.